hizo zama za kufanya mambo zani ya kwamba Mungu azioni, unamficha nani? Unaweza ukamficha mwanadamu ambaye ikifika baada ya masaa 8 mbele amechoka amelala, lakini hauwezi ukamficha yule Mungu ambaye halali wala asizii, 24 hours yuko macho. Mungu ambaye halali wala asizii, amesema ametuchora katika vitanga vya mikono yake. Maana yake Mungu anatuona. Sikiliza, anakuona wewe ambaye unapita hapa Machinga Complex, anamwona mtu ambaye yuko China, anamwona mtu wa Germany, anamwona mtu wa Pakistan, anamwona mtu wa Italia, anamwona mtu wa Ufaransa. Utamficha nini huyo Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima maisha yetu tumkabidhi Mungu. Amen. Lazima ujana wetu tumkabidhi Mungu. Amen. Vijana wenzangu, ngoja nikwambie, hatuna mahali salama isipokuwa ni kwa Mungu. Hatuna mahali ambapo tutarekebisha tabia zetu. Wako wazazi washatutolea laji hapa, baadhi ya vijana wamesema kama kijana mwenyewe ndio huyu, bora hata lisingefaa. Kwa sababu gani? Tabia hairekebishwi na mzazi, tabia inarekebishwa na Mungu aliye hai. Kama jioni ya leo ukisema, Bwana Yesu, ninahitaji msaada wako, tabia yako itarekebishwa. Haleluya. Amen. 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 Wananielewa hapa? Tunamhitaji Yesu kwenye maisha yetu. Tunamhitaji Bwana wa amani katika maisha yetu. Tungekuwa kama wengine, lakini tulipata neema ya kumjua Yesu, maisha yetu yakabadilishwa. Wengine tunafanya kazi hospitali leo, wengine wanafanya kazi magioni. Kwa sababu gani? Maisha yetu tulijua hatutoboi bila Yesu. Ndio. Amen. Haya maisha yana pande mbili tu. Aidha mkubali Mungu ayaongoze au mkabidhi shetani ili utoboe. Lakini jua kabisa, ukimkabidhi Mungu uko salama. Amen. Ukimkabidhi shetani kuna viporo vyake atakudai. Haya maisha yana pande mbili, narudia tena. Aidha mkabidhi Mungu au mkabidhi shetani. Na kama neno lilivyo, shetani hana huruma. Neno la Mungu linaniambia kazi yake ni kuchinja, kazi yake ni kuharibu. Lakini sisi ambao tunamjua Mungu aliye hai, hatuko tayari kukabidhi maisha yetu kwa adui. Tutamkabidhi Bwana naye atayasaidia maisha yetu. Hatuko tayari kukabidhi waganga wa njia zetu wala kazi zetu. Tutamkabidhi Mungu naye atatuweka salama. Haleluya. Amen. Amen. Unaweza ukasema, mtumishi, umeongea vitu vingi hapa, lakini nini ninapaswa nifanye jioni ya leo? Yamkini umenisikia toka mwanzo ninazungumza, nikaja swali kichwani mwako. Haya uliyozungumza yako ambayo ninaona kabisa yananihusu na ni ya kwangu. Nini nifanye jioni ya leo? Hatua ya kufanya jioni ya leo, tutalifuata lile neno la mwisho linalosema, lakini sasa anatuagiza watu wote tuweze kutubu. Amen. Sio ni moja tu, sikiliza. Unapokosea, sikiliza. Hata ujapoenda pale mahakamani, utasikia mwisho wa yote anasema, mpenzi hakimu, ninaomba unisamehe, nilifanya kwa kutokujua. Lakini ubaya wa sheria za nchi lazima zikuadabishe. Lakini ninataka nikwambie jioni ya leo, sheria ya Mungu haitakuadabisha. Sheria ya Mungu itakuleta kwenye upendo. Sheria ya Mungu itakusamehe. Sheria ya Mungu itakukumbatia. Sheria ya Mungu itakupa neema tena. Sheria ya Mungu itafungua milango ambayo imefungwa. Kwa hiyo jioni ya leo, kile ambacho unahitaji kufanya ni kutubu. Amen. Na nisikilize mwanadamu, hautubu mbele zangu, unatubu mbele za Mungu aliyekufanya hivi. Amen. Hautubu mbele ya baba au mama, unatubu mbele ya Mungu ambaye anaona kutoka ndani ya moyo wako. Ndio. Kwa hiyo tunachokiendea sasa hivi, tunaenda kufanya sala ya toba. Sala ya toba manake ni nini? Sala ya toba manake ni kumwambia Mungu, nimejua umenifahamu, ninaomba unisamehe, ninaomba unipokee tena. Sikiliza, hakuna mzazi ambaye mtoto wake amefanya kosa. Sikiliza, ninazo historia za watu wengi. Wako madada waliwekwa ujauzito, anawaza nitamwambiaje baba yangu, nitamwambiaje baba, sio shida mama, nitamwambiaje baba. Lakini mama anachukua gharama ya kutubu kwa ajili ya mtoto. Mama anamfuata baba na
unamwambia baba fulani, ninaomba leo nisikilize, ninaomba unisikilize vizuri. Ni kweli mwanetu Janet, umemwona vile Janet ni mzima, Janet ana ujauzito. Baba anaanza kupiga kelele.